Naam. Tangu ulivyokuja hapa nyumbani sijapata mwafaka wote kuhusu wewe kwa mumeo. Unanitia huzuni, moyo wangu unakuwa simanzi, silali mama yako. Na kwanza wewe mwanangu, mpaka sasa hivi mwafaka gani umefikia kwa mumeo? Kiukweli mama, nikwambie tu ukweli. Mimi bwana yule nimekutana naye jana. Lakini ndo kila nikikutana naye kiukweli hatuna mazungumzo mazuri mimi naye. Tumetuliana mbovu, kila mtu kenda na kwake. Kiufupi mimi kule mama mimi sirudi. Kwa sababu ataenda nitesa tu, mimi siwezi kule, mimi sirudi. Mimi hapa ndo shafi. Mwanangu, unajua kwa nibebesha azima kwa Mungu mimi mpaka sasa hivi. Leo ya 3 uko hapa na sijajua kama mumeo anajua ugeni kama wewe uko hapa. Basi ondoka. Hapa leo utaondoka jioni. Baba umekuja kumfuata mkeo. Kwa baba ulivyokuja kumchukua mkeo, kamletee stuli mumeo. Wewe kwa akili yako ulifikiria mimi hapa sitofika? Mimi hapa sijajia kukaa, mimi nilichokijia hapa kimoja tu kuhusu mwafaka wa mke wangu. Mimi hapa nimemfuata mke wangu, sijapata kukaa. Lakini baba, ungekuja kiustaarabu tu, huyu hajapotea, hapa iko nyumbani. Unataka kuniambia nini? Unataka nije kistaarabu gani? Uone nilokuja mpaka sasa hivi muda huu natumia ustaarabu. Kwa sababu wewe haiwezi kuwa mke wangu ondoka siku 3 hata kunitafuta, huja nitafuta kama mkeo yupo huku. Vipi baba? Mkeo kashakuja huku. Umemruhusu aje huku. Wewe umeamua kunyamaza kimya, unataka nitumie ustaarabu gani? Ustaarabu gani unataka nitumie wewe? Na wewe umenyamaza kimya, kwa pumbavu wako umenyamaza kimya au vipi? Au lenu moja na mwanao, lenu moja. Inaonekana wewe unafundisha huyu mwanao afanye upumbavu huu anaofanya. Lenu moja na mwanao, lakini nakwambia vipi? Mimi hapa sasa hivi natoka naenda zangu kazini. Nikirudi jioni nimkute mke wangu. Sijamkuta mke wangu, sijamkuta ndani. Nitakuja kuonekana wabaya hapa. Nitakuja zanzi hapa. Nitakuja zanzi nakwambia na wewe. Saa ngapi? Sasa hivi nikinyanyua huu mguu na unyanyue mguu nikukute nyumbani. Nitakupumbavu mie, yangu hayo tu, yangu hayo. Usiko na wabaya. Tu mzima ovyo wewe. Unanidhalilisha wewe. Yote umesababisha wewe mwanangu. Natukanwa mimi kwa sababu yako wewe. Nikikwambia nenda zako kwako hutaki. Unaona mtoto kutukana nyumbani kwetu. Baba yako angekuwepo hapa leo na mimi sipengefukuzwa kwa sababu yako wewe. Nataka sasa hivi ufunge nguo zako uende zako kwako. Hii dunia yote naona kama imenyanya. Kwa sababu yule mwanamume hataki hata kuniona. Na mimi najihisi nimeshakuwa nampenda sana. Inabidi hapa nitumie plan B. Makelele. Sema kelele. Vipi ndugu yangu? Wema lakini. Naona umebadilika sana siku hizi, alafu ukiongelesha mtaani hatujakuzoea hivi mzee Makelele.
Unajua wiki hii yote mimi na mke wangu hatuna maelewano mazuri. Na inafikia stage mimi nakutana na mke wangu njiani. Mke wangu mimi anajibu mbovu, anafikia mpaka hatua ya kunifonya kuniambia mimi mwanamume gani. Ukiachana na hapo, mke wangu kama unajua kama anafika leo ya 4 hayupo kwangu. Leo ya 4 kwangu hayupo. Semegi huyo unamjua mimi? Huyo. Isitoshe mimi jana nimetoka kwao kwa mama yake mzazi. Na kama Mungu nikawakuta mlangoni. Shanifahamu nadhani? Shakufahamu. Wamekaa pale sijui na mambo yao. Mimi kwenda pale moja kwa moja nimeenda na jazba zangu kiupole, lakini kilichoniuma mimi, kwa nini wewe kama mzazi ushamwona mwanao amekuja kwako na amekaa ina takriban siku 4 siku 3 na wewe huna taarifa kutoka kwa mumewe kama mama huyo mtu umemwachia aje huko baada ya siku 3 uje kusalimia? Wewe kama mzazi unatakiwa uchukue hatua ya kunipigia simu mie. Kweli kabisa. Aniulize, vipi baba, nimemuona huku mwenzako, vipi umempa ruhusa? Naona leo ya 2 tangu yupo. Mimi nikijua moja ningemuelezea kama mtu mzima. Kwa mimi kifupi nilipofika pale nikamwambia, au wewe na mwanao lenu nyie moja?